Dunia imejawa na mikosi na maajabu, ndugu yangu. Hakikisha katika mifumo na namna ya maisha yako unayoishi, uishi kwa nidhamu na kumheshimu kila mtu. Haijalishi awe tajiri, awe masikini ama mtu wa kati, kijana ama mzee. Kinachohitajika ni wewe kuweza kuonesha nidhamu pamoja na adabu. Ndugu yangu, kulikuwapo na tajiri mmoja aliyeitwa jina la Franklin huko nchini Senegali. Franklin alikuwa ni kijana ambaye alibarikiwa kupata sponsorship, yani nazungumzia udhamini wa kwenda kusoma huko mataifa ya mbali. Bwana huyu aliweza kubahatika kupata makampuni aliyoweza kufanya nayo kazi huko kwa mikataba ya miaka kadhaa. Baada ya kufanya kazi huko, kama unavyofahamu, posho na mishahara ya wenzetu huko ni tofauti kidogo na sisi, kwa sababu wao nchi zao tayari zimeshakuwa kubwa kiuchumi zaidi ukilinganisha na sisi ambao tunapambana kufikia huko. Sasa Franklin, kitu kimoja wapo ambacho aliweza kufanikiwa, alikuwa na akili ya uwekezaji. Franklin aliweza kurudi nchini Senegal baada ya kufanya kazi takribani muda wa miaka mitatu huko nchini Russia. Baada ya kurejea Senegali, Franklin alianza kufungua kampuni za kuuza na kununua magari used, ambapo ndani ya mwaka mmoja tu Franklin aliweza kujipatia umaarufu mkubwa nchini Senegali na akaweza kujitengenezea nyumba pamoja na biashara nyinginezo ambazo zilizidi kumpa ukubwa na umaarufu. Lakini Mungu si athumani, na maisha ya binadamu kupanda na kushuka ni muda wowote ule. Franklin siku moja alipokuwa amekaa ofisini kwake, wafanyakazi wake walikuwa wakikata magari kwa ajili ya kuweza kuyabadilisha na kuyaweka mifumo mipya. Hapa nadhani wale wanaodili na mambo ya magari wananielewa. Biashara za magari, kuna wale ambao huwa wanayakata kuyafanya kama kuwa na miundo tofauti, na kuna wale ambao huwa wanakata na kuuza spare. Hizo ni biashara maarufu sana hata hapa Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Sasa Franklin, wafanyakazi wake wakati wanafanya shughuli hiyo, Franklin alikuwa akitoka nje akizungumza na simu, lakini kwa bahati mbaya kuna mojawapo ya mpira ulifyatua kipande kilichoenda kumtoboa Franki kwenye mboni yake ya macho. Pah! Mlio ulisikika. Franklin alipiga kelele huku akitupa simu yake pembeni. Franklin macho yake alianza kuvuja machozi, huku jicho moja lilikuwa tayari limekwisha haribika. Haraka pamoja na kwa spidi iliyokuwa ya ajabu, wafanyakazi walishangazwa na kumbeba bosi wao, kumpakia kwenye gari, kumpeleka hospitalini. Franklin alikaa huko kama siku 7 hivi mpaka majibu ya daktari yaliporudi na kusema kwamba Franklin hatakuwa na uwezo tena wa kuona kwa jicho moja. Lakini hata hivyo pia hiyo mdogo mdogo inaathiri mpaka jicho la pili, na ni muda mchache tu Franklin angetakiwa kuwa nao ili kuweza kufanya surgery aweze pengine kukaa sawa. Franklin kwa kuwa alikuwa ni tajiri, milionea mkubwa, alitumia budget kubwa sana kuweza kufanyia operation, lakini Franklin hakuweza kufanikiwa, na huku siku zinavyoenda ndipo jicho la pili likaanza kupoteza uwezo wa kuona. Franklin alikuwa akilia sana, na kwa kuwa alikuwa bado hajaanzisha familia, ni kijana ambaye alikuwa amejikita zaidi kwenye biashara. Ndugu zake walikuwa wakimtegemea sana. Hao wote ilikuwa ni vilio tu, sababu Franklin alikuwa akiwasaidia katika masomo na kila kitu.